Je, unajua kwamba watoto wa kwanza ndio wanaoongoza kwa kuwa na anxiety au wasiwasi wa kupitiliza na hofu ya kukosea kuliko watoto wengine wote kwenye familia? Kuna mzigo usioonekana ambao kila mtoto wa kwanza anautembea nao, mzigo ambao wazazi wengi na jamii hawaujui, na matokeo yake tunawatafsiri vibaya. Tunawaona kama mabosi, wajuaji au wakati mwingine wakali. Leo nakwenda kufungua saikolojia 6 nzito kuhusu mtoto wa kwanza. Hizi si stori za vijiweni, ni sayansi ya birth order theory. Na nakuahidi, ukifika kwenye saikolojia ya 5, utabaki mdomo wazi kwa sababu inaelezea kosa kubwa ambalo wazazi wengi hufanya bila kujua na linavyoathiri mahusiano ya mtoto huyo ukubwani. Kama wewe ni mtoto wa kwanza, video hii itakufanya ujielewe na kujisamehe. Kama wewe ni mzazi, hii video itabadilisha jinsi unavyomlea mwanao leo. Karibu tena kwenye chaneli yetu, sehemu ambayo tunachambua saikolojia, maisha na ustawi. Kabla hatujazama kwenye point namba 1, ninaomba ufanye jambo dogo sana lakini la maana. Bonyeza kitufe cha subscribe na hiyo kengele hapo pembeni. Kwa kufanya hivyo, unajiunga na familia hii ya watafutaji maarifa na hutapitwa na video zetu zinazofuata kuhusu watoto wa kati na wa mwisho. Tayari? Basi twende kazi. Saikolojia ya kwanza, the guinea pig effect, jaribio la kwanza. Unapozaliwa kama mtoto wa kwanza, wazazi wako wanakuwa bado hawana uzoefu wa uzazi, amateurs. Wana hofu, wana mashaka na kila kitu kwao ni kipya. Kila ukikohoa wanakimbilia hospitali. Kila ukilia wanahisi dunia inaisha. Hii inatengeneza kitu kinaitwa hyperparenting. Kwa sababu wazazi wako wana obsessed na wewe, unajikuta unapokea 100% ya umakini wao. Matokeo ya kisaikolojia ni nini? Mtoto wa kwanza anakuwa na tabia ya kutaka ukamilifu, perfectionism, anazoea kuangaliwa kwa karibu sana, hivyo anajenga hofu ya asili ya kukosea kwa sababu anahisi akikosea anawaangusha wazazi wake ambao wamewekeza nguvu nyingi kwake. Hii ndio sababu watoto wa kwanza wengi ukubwani wanakuwa na performance anxiety. Wanahisi lazima wafanye vizuri shuleni, kazini na kwenye maisha ili kuhalalisha ule uwekezaji wa wazazi wao. Familia nyingi hazijui kuwa ule umakini uliopitiliza utotoni ndio unaomtesa mtoto huyu ukubwani kwa kumfanya ashindwe kurelax. Saikolojia ya pili, surrogate parent syndrome, mzazi msaidizi. Jambo la pili ni zito. Mara tu mdogo wako anapozaliwa, wewe kama mtoto wa kwanza unavuliwa taji la kuwa mtoto pekee na unapewa cheo kipya bila kuomba. Unakuwa mzazi msaidizi. Saikolojia inatuambia kuwa watoto wa kwanza huzeeka haraka kiakili kuliko umri wao. Kwa nini? Kwa sababu wanaambiwa kauli kama, wewe ni mkubwa, mwachie mdogo wako. Onyesha mfano. Mwangalie mdogo wako asiumie. Hii inajenga strong sense of responsibility. Ndiyo maana ukichunguza maofisini, mameneja wengi ni watoto wa kwanza. Wamezoea kuongoza na kutatua matatizo tangu wakiwa na miaka 5. Lakini familia hazijui upande mbaya wa hili. Hii inawafanya watoto wa kwanza kuwa controllers. Wanataka kila kitu kiende wanavyotaka wao, kwa sababu wamezoea kuwa in charge. Wakati mwingine wanaonekana kama bosi au wanapenda kuamrisha, lakini ukweli ni kwamba ubongo wao ulijengwa kuwawajibika na kulinda wengine tangu wakiwa wadogo. Hawawezi kujizuia. Saikolojia ya 3, intellectual advantage, uwezo wa kiakili. Hii inaweza kuleta ubishi, lakini takwimu hazidanganyi. Tafiti nyingi za kisaikolojia zinaonyesha kuwa watoto wa kwanza wana IQ, uwezo wa upo kilinganisha na wadogo zao. Tusieleweke vibaya, haimaanishi wadogo zao sio werevu, lakini sababu ni nini? Ni ile undivided attention niliyoisema mwanzoni. Kwa sababu ulikuwa peke yako kwa muda fulani, ulitumia muda mwingi kuongea na watu wazima, wazazi, kuliko kucheza na watoto wengine. Hii inakuza msamiati, vocabulary, na uwezo wa kujieleza wa mtoto wa kwanza kwa kasi sana. Familia nyingi hazijui kuwa mtoto wa kwanza mara nyingi huwa academic oriented, yaani anapenda shule na taaluma kwa sababu ndiyo njia rahisi aliyojifunza kupata sifa, praise, kutoka kwa wazazi. Mwanangu ameshika namba 1. Hiyo sifa inakuwa kama dawa ya kulevya kwa mtoto wa kwanza na inamfanya awekeze nguvu nyingi kwenye elimu na maarifa ili aendelee kuwa mtoto bora. Saikolojia ya 4, hofu ya kupoteza nafasi, dethronement. Alfred Adler, baba wa saikolojia ya birth order theory, alitumia neno dethronement, yaani kupinduliwa toka kwenye kiti cha ufalme.
Hebu waza, wewe ndio ulikuwa kila kitu. Ghafla analetwa mkiumbe mwingine, mdogo wako, na sasa umakini wote unahamia kwake. Unaanza kuambiwa, kaa kimya, mdogo wako alilala. Hii inatengeneza kidonda cha kisaikolojia kinaitwa fear of abandonment au hitaji la approval, kukubalika. Siri ambayo familia hazijui ni hii: watoto wa kwanza wengi ni people pleasers, wanaopenda kufurahisha watu. Wanafanya kazi kwa bidii, wanatii sheria na wanajaribu kuwa perfect ili wasiachwe au wasipuuzike. Ndani yao kuna hofu ya siri kwamba nisipofanya vizuri, nitapoteza nafasi yangu. Hii ndiyo inawafanya wawe waaminifu sana kwenye mahusiano na kazi, lakini pia wanateseka sana wanapokoselewa au wanapokataliwa. Saikolojia ya 5, mfumo wa conservative. Nakumbuka nilikuahidi kukuambia point hii ya 5 ambayo ndiyo muhimu zaidi. Sikiliza kwa makini. Watoto wa kwanza kisaikolojia ni risk averse, wanaogopa kuchukua hatari kubwa. Tofauti na watoto wa mwisho ambao ni rebels na wanapenda kuvunja sheria, watoto wa kwanza wanapenda status quo, wanapenda kufuata sheria na utaratibu. Kwa nini familia hazijui hili linaathiri nini? Wazazi wengi wanasukuma watoto wa kwanza wafanye maamuzi magumu au wachukue njia mpya, wakisahau kuwa malezi yao yaliwafundisha kuwa role models. Role model havunji sheria, role model hafanyi vitu vya ajabu. Hii inawafanya watoto wa kwanza wengi kuchelewa kugundua vipaji vyao halisi vya ubunifu au sanaa, kwa sababu wanang'ang'ania njia ambazo zinaonekana ni salama na zinazokubalika na jamii, kama udaktari, sheria, uhasibu. Wanaua ndoto zao ili wabaki kuwa watoto wazuri. Ukiwaona wamefanikiwa sana, mara nyingi wamefanikiwa ndani ya box, ndani ya mfumo rasmi, lakini wanaogopa sana kutoka nje ya box ukilinganisha na wadogo zao. Saikolojia 6, the leadership burden, upweke wa asili. Kwa sababu mtoto wa kwanza amezoea kutegemewa, kutatua matatizo ya wadogo zake na kuwa strong kwa ajili ya familia, mara nyingi hajui namna ya kuomba msaada. Familia zinaona huyu ndiyo tegemeo letu, huyu ndiyo kichwa, lakini hawajui nani anamsikiliza huyo kichwa, nani anamtatulia matatizo yake. Watoto wa kwanza wengi huteseka kimya kimya, suffering in silence. Wanaona kuomba msaada ni dalili ya udhaifu. Hii inawafanya wawe na msongo wa mawazo ambao hawawezi kuusema. Ni muhimu sana kwa familia kujua kuwa hata kama yeye ndiyo mkubwa, hata kama yeye ndiyo kiongozi, bado ana mtoto mdogo ndani yake anayetamani kuambiwa, pumzika leo, sisi tutashughulikia hili. Hizo ndizo saikolojia 6 zinazomfanya mtoto wa kwanza kuwa alivyokuwa. Ukiangalia kwa jicho la 3, utagundua kuwa mtoto wa kwanza ni baraka yenye changamoto zake. Wao ni kiongozi wa asili, wanawajibika na wana malengo, lakini wanahitaji kupunguziwa mzigo wa matarajio, expectations. Sasa nataka kusikia kutoka kwako. Je, wewe ni mtoto wa kwanza? Je, umekutana na hii hali ya kuhisi lazima uwe perfect muda wote? Au wewe ni mzazi na umejifunza kitu kipya kuhusu mwanao? Niandikie kwenye comments hapo chini, andika neno firstborn kama wewe ni wa kwanza au unaishi na mtoto wa kwanza, na uniambie ni point gani imekugusa zaidi, na kama ungependa pia kusikia saikolojia ya mtoto wa kati na wa mwisho. Asante kwa kutazama. Mpaka wakati mwingine, kumbuka kulea ni sayansi na sanaa. Peace.